Karibuni tena katika kipindi cha mtakatifu wa leo. Leo Juni 3, tunamkumbuka mtakatifu Karoli Lwanga na wenzake mashahidi wa Uganda. Wamisionari wa Afrika walianza kazi ya umisionari nchini Uganda mwaka 1878 na Waganda wa kwanza walibatizwa mwaka 1879. Baada ya watu hawa, kabla ya kuwa Wakristo, walikuwa Waprotestanti. Waliongoka kutoka dini ya Kiislamu. Wafia dini hawa walikuwa 22. Mfalme Mwanga wa Uganda aliwashawishi wamkubalie kufanya naye mambo machafu, na baada ya kumkatalia ndipo alipoanza kuwaua. Mauaji yalianza mwaka 1886. Joseph Mukasa, mkuu wa machifu, na Marumba, mkuu wa wilaya ya machifu, walikuwa wa kwanza kufa shahidi, na baadaye akafuata Mukasa. Karoli Lwanga ndiye aliwatia moyo waliobaki, wakapata ujasiri wa kufa shahidi. Umri wao ulikuwa kati ya miaka 13 na 30. 13 kati yao waliuawa kwa kuchomwa moto, na waliobaki walikufa kwa kuchomwa mikuki au kwa njia nyingine. Wengi wao waliuawa mwaka 1886. Waliuawa kati ya miaka 1885 hadi mwaka 1887. Alipokuwa kijana, Mwanga alipendelea sana kusikia mafundisho ya Injili. Alianza kuyaacha mambo yote ya kipagani. Akawashauri watu wake wote kuyaacha mambo yote ya kipagani. Alipokuwa kijana, Mwanga alipendelea sana kusikia mafundisho ya Injili. Alianza kuyaacha mambo yote ya kipagani. Akawashauri watu wake wote waende kwa mapadre kufundishwa dini ya Kikristo. Alichagua Wakristo wengi, akawapa kazi bora zilizokuwa chini ya uwezo wake. Wajumbe na raia wapagani walipoona kuwa mfalme wao alikataa mambo ya kipagani, walipatana kwa faragha ili wamuue. Lakini siri yao ilijulikana kwa Wakristo watatu waliokuwa watumishi wake. Mwanga aliwaita Katikiro, aliyekuwa waziri mkuu, na wengine waliofanya shauri la kumuua, lakini walipotubu kosa lao aliwasamehe. Toka siku hiyo Katikiro, wazee na machifu walikula njama kuwaua Wakristo. Kila siku walikwenda kwa mfalme Mwanga kuwashtaki Wakristo kwa uongo. Kisha Mwanga alianza kudanganyika na mali na furaha mbaya za dunia. Aliwashurutisha baadhi ya Wakristo wafanye naye mambo machafu, lakini kwa ujasiri walikataa kutenda hayo. Hapo Mwanga alighadhabika, akataka kuwaua. Mathias Mulumba alikuwa kiongozi wa wazee wa shauri. Baba yake alipokuwa mzee alitabiri na kumwambia kuwa watakuja watu weupe na wataleta dini mpya. Atakapowaona awapokee vizuri na wasadiki. Waarabu walipofika Uganda, Mulumba aliwafuata. Lakini baada ya miaka michache, wamisionari wa Protestanti walikuja huko Uganda. Mulumba aliyasikia mafundisho yao, akayasadiki. Alipokuwa karibu ya kubatizwa, walikuja wamisionari wa Katoliki. Alipoyasikia mafundisho hayo, roho yake ikapata mwanga. Akajisikia ndani yake furaha kuu ambayo alikuwa hajaiona bado katika dini nyingine. Toka siku ile alifuata vema mafundisho ya mapadre, na tarehe 28 Mei mwaka 1882 alibatizwa pamoja na mkewe. Baada ya kubatizwa,
Aliwafundisha watoto wake ili nao wawe Wakristo. Aliwapenda sana watu wengine. Alijenga nyumba kwa ajili ya watu wa mbali ili wapate kuja kwenye mafundisho, na mara kwa mara aliwapa chakula. Alipokamatwa na wauaji, aliungama kwa ushupavu imani yake. Alikatwa mikono, miguu, nyama sehemu ya mgongo na kifuani. Shahidi huyo alikufa tarehe 28 Mei mwaka 1886. Mungu aliwazuia wanyama wa porini na ndege wasuguse mwili wake. Hivyo baada ya siku chache, mapadre walikuja kuuchukua mwili wake na kuuzika kaburini. Karoli Lwanga alikuwa kijana jasiri. Mfalme alimpenda kwa sababu alimuona ni mzuri, jasiri na mwenye tabia njema. Alimweka kuwa kiongozi wa vijana. Karoli aliwatangulia wenzake wengine kusikiliza mafundisho ya mapadre, na vijana wengine walimfuata wakabatizwa. Mwanga aliposhikwa na tamaa mbaya za mwili, alitaka kuwashawishi wale vijana kumridhia katika tamaa zake chafu. Karoli aliwasaidia vijana kujificha ili wapate kukaa na moyo safi. Aliwasaidia pia walipokamatwa. Aliwabatiza gerezani vijana 4 waliokuwa bado wakatukumeni. Kwa amri ya Mfalme Mwanga, Karoli aliwakusanya vijana wote. Hapo Mwanga aliwaambia kuwa wale ambao hawataki kusali na kufuata dini ya Kikristo wakae hapa karibu naye, na wale wanaotaka kusali na kufuata dini ya Kikristo waende mbali karibu na ukuta. Karoli Lwanga na kundi la Wakristo wote pamoja walienda kukaa ukutani. Waliungama kwa neno moja kwamba wao ni Wakristo na tena hawataki kukana imani yao. Kundi hilo lilikuwa na vijana 14 ambao ni Karoli Lwanga, Kizito, Mbaga Tuzinde, Bruno Sekunkuma, Yakobo Buzabaliayo, Ambrosi Kibuka, Mugasa, Mugaga, Jiavira, Achille Kiwanuka, Adolfu Lugigo, Mukasa, Anatoli Kirigwajo, Atanasi Bazekuketa na Gonzaga Gonza. Tarehe 3 mwezi Juni mwaka 1886 walifungwa pamoja, wakapelekwa Kilimani na Mungo na kuchomwa moto, wakafa mashahidi. Wengine walioungama imani wakati wa madhulumu hayo ni hawa wafuatao: Yosefu Mukasa ambaye alikuwa msimamizi wa nyumba ya mfalme, alikatwa kichwa na baadaye akachomwa moto. Andrea Kagwa aliwafundisha wenzake ili wabatizwe, na tena mfalme alitaka kumfanya Andrea Kagwa kuwa jemedari wa askari wake. Andrea pia alikatwa kichwa. Dionisi Sebugwao alipigwa mkuki na Mwanga mwenyewe kwa sababu alimfundisha mwenzake katekisimu. Posiano Ngondwe alikuwa mtumishi wa Mwanga na aliuawa kwa kuchomwa mkuki baada ya kukiri waziwazi kuwa yeye ni Mkristo. Gonzaga Gonza, huyu alikuwa mmojawapo wa wale vijana 14 walioungama imani mbele ya Mwanga. Yeye alipigwa mkuki njiani mbele ya wafiadini wenzake. Luka Banabakintu naye pia alichomwa moto kwenye kilima cha Namugongo tarehe 3 Juni mwaka 1886. Noe Mawagali alipigwa mkuki siku Matiasi Mulumba alipouawa. Noe alikuwa mfinyanzi. Yohani Muyenzi alizamishwa ziwani akafa. Siku iliyotangulia kufa kwake alikwenda alfajiri kupokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu apate neema ya kufa shahidi, maana
alikuwa amesikia atauawa. Yohane Maria Muzei alikuwa mfiadini wa mwisho katika madhulumu hayo. Mungu aliwapa uzima wa milele mbinguni mashahidi hawa na aliwaadhibu wauaji wao. Mwanga alipokuwa akienda vitani, alikamatwa na Waingereza, akafukuzwa katika nchi yake, akafa kwa hasira na uchungu katika kisiwa cha Seychelles. Katikiro alikufa katika vita, alipigwa risasi nyumbani kwake na mwili wake uliliwa na mbwa. Mukajanga, kiongozi wa wauaji, alikufa vibaya sana kwa vidonda vya tumbo. Senkole aliyemuua Karoli Lwanga aliliwa na mamba katika ziwa Victoria. Mashahidi hawa 22 wa Afrika walitangazwa wenye heri tarehe 6 mwezi Juni mwaka 1920 na tarehe 18 mwezi Oktoba mwaka 1964 wakatangazwa na Papa Paulo wa 6 mjini Roma kuwa watakatifu. Licha ya hao 22, wapo wengine 80 waliouawa. Mwaka 1969 Papa Paulo wa 6 alifika Uganda, akaona mahali walipofia mashahidi hawa na kusali pamoja na maelfu ya watu kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Mungu amewachagua wafiadini hawa na umri mbalimbali kutufundisha kuwa anataka watu wote wamjue, wampende na wamtumikie, wakubwa kwa wadogo. Mtakatifu Agustino alisema, mashahidi walifungwa na kutupwa gerezani, walipigwa, walichinjwa na kuchomwa moto, lakini waliongezeka. Tafakari. Siri ya kuwa mtakatifu: kwanza, uwe na upendo mkuu kwa Yesu Kristo. Pili, uwe mwaminifu kwa kanisa. Tatu, uwe imara na jasiri. Uwe mwenye furaha na mfurahivu kila wakati. Kumbuka jambo hili kila wakati. Maisha ya Kikristo ni maisha mazuri sana. Haya ni maneno ya Papa Paulo wa 6. Tunashukuru sana kwa kutusikiliza na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Andiko hili limeandaliwa na Padre Leandri Kimario na mimi ni Regina Asei. Karibuni tena kwa kipindi kijacho